25 jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale jijini Dar es Salaam. Na kauli mbiu ya kongamano hiyo inasema kuongeza ukuaji wa rasilimali za ndani kwa kustawisha fursa za wananchi. Kama tunavyoona soko la ajira nchini ni la shida sana ukiangalia. Lakini sasa naona Philip Mpango ambaye ni makamu wa rais, yeye ameamua kufanya au kutafuta utaratibu ambao utaweza kuongeza fursa kwa vijana nchini. Na hapo ulipogusia kwenye swala zima la ajira, hapo umegusa wengi. Kilio cha wengi hicho. Ni wengi sana kwa sababu sasa hivi wengi wanamaliza lakini ajira ni changamoto. Mnaenda kwenye interview watu 1500 alafu ajira inahitaji watu 10. Ni watu wachache sana. Unaelewa? Watu 1500 lakini ajira inahitaji au sokoni panahitajika tu watu 10 kwa ajili ya kukava au kupata nafasi. Lakini yote kwa yote hayo ukizungumzia swala zima la kodi ndio muhimili mzima wa taifa. Japo na mtu anaweza kusema hapana, kuna vyanzo vingine vya mapato. Tutakwambia utalii sawa, tutakwambia masuala ya uvuvi sawa, tutakwambia masuala ya kilimo sawa, tunakubali, lakini kuna kitu kingine ambacho kinaweza kikasimama katika taifa na kuonyesha kabisa kwamba huu ni muhimili pia wa taifa katika swala zima la kuongeza pato la taifa. Kweli, kwa sababu kodi ukiangalia ni kitu ambacho kinafanya taifa letu linasonga mbele zaidi. Isingekuwa kodi, huenda sasa hivi tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Lakini mtu mwingine anaweza sasa kodi mimi kivipi naweza nikawa nachangia kodi? Inaumiza lakini ndio hivyo. Kwa unapozungumzia inaumiza ni hiyo ikitokea kwa wale akina mama ntilie. Sawa? Inatokea kwa wale akina mama ambao wanauza mboga. Sio naelewa. Kwa hiyo mtu ambaye hayuko na ile biashara ambayo ina kipato kikubwa sana, muda mwingi huwa anaumia na hili swala. Na nakumbuka kuna kipindi kuna mwanauchumi mmoja aliweza kusema kwamba mtu ambaye hakumzungumzia yule mtu ambaye kajiajiri anafanya kazi zake mwenyewe na muingizia kipato mwenyewe, alizungumzia kwa wale ambao wameajiriwa kwamba ukute mtu ameajiriwa na analipwa mshahara wa 500,000 lakini humo ndani bado anakatwa. Sasa kule kukatwa pengine na kodi zikawemo humu na mule, hapaswi kukatwa huyo mtu kwa kiasi cha 500,000. Sawa, yote yanatetea kwamba huyu mtu pengine ana kundi kubwa huko nyuma linalomtafuta, linalomfuata, ana majukumu makubwa ya kuhudumia ile kundi, afa analipwa 500,000 lakini bado anamkata kodi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kama taifa, lakini tushuhudie ama tuseme tusubiri muda tazungumza juu ya kongamano hilo kwamba ni majibu gani ambayo ni kipi ambacho kitakwenda kujadiliwa katika kongamano hilo, au kuna chochote kwamba kitajadiliwa katika kongamano hilo. Ni hiyo tu aliongelea kauli mbiu ya hiyo siku, tusubirie Aprili 15 tutaona makamu na wenzake wanasema. Ungemwambia msikilizaji hapo kauli mbiu apate kuisikia tena. Kauli mbiu ni ongezeko la ukuzaji wa rasilimali ndani kwa kustawisha fursa za wananchi. Kwa kustawisha fursa za wananchi. Hapo kama kijana yeye aondoke tu na fursa. Hicho ndio kinachomhusu sana, fursa. Kwa sababu hata ukiangalia washiriki ambao wanashiriki wapata karibia 900. Washiriki ni? Wanapata karibia watu 900. Ni idadi kubwa. Idadi kubwa. Kwa hiyo utakuwa na fursa nyingi. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, bado tuko hapa, kwa hiyo endelea kutegea sikio 96.1 Radio Sauti FM kutoka hapa Malimbe, Mwanza, Tanzania. Tunakupatia kile unachostahili ukipata, lakini kumbuka kushiriki nasi kupitia simu namba 0742124021, lakini pia huko mitandao ya kijamii tunapatikana pale Facebook utatukuta kama Radio Sauti 96.1 FM, lakini Instagram, YouTube, Thread pamoja na X huko tunapatikana kama Sauti Digital. Ninachotaka tu nimkumbushe msikilizaji hapa, sikasema mbona nimeenda huko lakini kipindi cha mitandao leo sijakikuta. Hapana, huko kuna sasisho tofauti ambazo utakutana nazo, ambapo masuala mazima ya kiuchumi, kisiasa, kitamaduni utakutana nazo huko, habari za kimichezo, kwamba leo Mwananchi mpaka hivi sasa vipi huko, mpaka hivi sasa bado Mwananchi anaongoza magoli 2-0 dhidi ya Azam. Kwa hiyo yote kwa yote atayapata hapo. Kuna cha kuongeza hapo? Katika hilo hamna cha kuongeza. Basi mimi nang'oa nanga kutokana na habari hiyo ya rais makamu wa rais. Nitaka nimpe tayari wadhifa mwingine hapa. Habari hiyo ya makamu wa rais Daktari Philip Mpango ya kufungua kongamano la kodi nchini. Sasa tuangazie habari nyingine hapa, ambapo mkurugenzi wa mafunzo na maendeleo ya wataalamu wa sekta ya afya kutoka Wizara ya Afya Daktari Saitore Laiza amesema rushwa sio tu fedha. Sio, unaelewa? Rushwa
sio tu fedha ile inayotolewa sawa ama kupokelewa kabla ya kutoa huduma, bali hata ile inayotolewa au kupokewa baada ya huduma. Unaelewa? Maana watu walikuwa mtu anaweza kujua tu kwamba rushwa kabla sijapata huduma ndo natoa rushwa. Na unakuta mtu akishafurahi labda ameenda sehemu hospitali fulani akapata matibabu au akahudumiwa sehemu ile, akifurahi unakuta anampa chochote kitu mtaaluma au daktari wa eneo ile. Hiyo naona huyo waziri wa afya amekataza. Maana ukishasema kwamba unajua kuna mwingine anasema ni mkono wa asante. Mwingine hapo anakuambia ni mkono wa asante, ni namshukuru kwa kila ambacho kafanyaje kanifanyia, lakini ishawekwa hadharani hiyo kwamba sio tu wakati wa kufanya nini ile kabla ya huduma. Lakini pia taarifa hiyo imetokea mkoani Morogoro. Ndio. Wakati akifungua jukwaa la wahitimu wa kozi ya uuguzi na ukunga. Ndio. Leo huko jijini Morogoro. Sawa. Kwa hiyo ni habari ambayo imetokea kwa mkoani Morogoro, lakini kama ilivyo ada, msikilizaji wa Radio FM, hapa tunasubiri tu pia kuona maoni yako, ili basi muda ukifika sisi tutaweza kudurusu kila ambacho tutakuwa umetutumia hapa. Kwa hiyo hakikisha kwamba arafa yako inatufikia hapa, msikilizaji wa Radio FM, ili tu basi muda wetu kiwadia tuweze kusoma kila ambacho tutakuwa umetutumia hapa, msikilizaji wa Radio FM. Hakikisha kabisa kwamba tuko hapa kukupatia kila ambacho unapaswa kukipata, hivyo usisite kuendelea kusikiliza Radio FM, lakini pia kushiriki nasi hapa, maana tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata unachostahili, msikilizaji wa Radio Sauti FM. Na msikilizaji pengine anaweza kujifikiria kabisa kwamba kama hiyo rushwa, si ndivyo? Ushasema kwamba mimi kanitibia, nimepona, kwa hiyo napaswa kufanya nini? Kumpa mkono wa asante, si ndivyo? Lakini akumbuke kabisa kwamba rushwa ni adui wa haki. Si unaelewa? Kwa hiyo msikilizaji wa Radio FM, ujue kabisa kwamba rushwa ni adui wa haki. Wewe mama, umeniandikia hapa chanzo Mwananchi. Sijaikuta Mwananchi. Siko Mwananchi. Serious? Ingia Mwananchi Google. Kule sipati maoni, sawa. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM 96.1, tuko hapa Malimbe, Mwanza, Tanzania. Lakini kipindi leo bado ni mitandaoni leo. Hivyo basi tunazidi kuambambana zile ambazo zimeweza kutokea huko mitandaoni tukufikishie hapo ulipo, maana mwingine hana wanasema simu janja, si ndivyo? Maana huko ndiko ambako watu wengi sana wamejikita. Kwa hiyo hakuna simu janja. Kwa hiyo ni wapi ambapo unaweza kupata habari ambazo zimeweza kutikisa mitandao ya kijamii? Ni hapa 96.1 Radio Sauti FM. Lakini ukiangazia katika taarifa hiyo ya rushwa, watu wengi wanashindwa kupata huduma vizuri kutokana na madaktari washazoea kwamba nikifanya hiki kizuri nitapata hiki. Kwa hiyo yule atakayetoa ndio atahudumiwa vizuri, lakini yule ambaye hakuweza kutoa lazima atapata huduma ambayo ni hafifu ama hatapata kabisa huduma. Kwa hiyo ndio inakuwa ni mbaya. Ndio maana naona Wizara ya Afya imeamua kusitisha na kukataza kwa ukubwa zaidi. Lakini mbali tu na kusema Wizara ya Afya, pia hapo TAKUKURU wanatakiwa kuwa macho zaidi kuliangazia hilo, maana rushwa ukitaka kuichimba kwa undani ni jambo ambalo mtu mwingine kama alivyozungumza hapa, maana wengine walikuwa wakitarajia tu kwamba ni ile kabla sijapata huduma basi naweza nikapenyezesha kitu chochote ili nifanyeje nipatiwe huduma, si ndivyo? Lakini pia ukiangazia katika taarifa hiyo juzi hapa, kwa sababu wamegusa pia wakunga, hapa juzi imetokea sakata la huyu mdada ambaye yeye mtoto wake anasema kwamba yule mtoto ambaye amepewa sio mtoto wake. Kwa hiyo naona ni wizara nao ikasema tukataze hivi, labda huenda mambo yataenda vizuri zaidi. Kwa kwamba wanataka kuniambia kwamba pengine yule mtoto sio wako, kwa alibadilishiwa alitoa chochote. Inaweza ikawa, lakini haijathibitishwa. Lakini mimi sijaongea kwa sauti. Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, bado tunazidi kuiangazia yale ambayo yamejili huko, lakini kubwa kuliko ndo kama hivyo ambavyo tumetoka katika story hiyo ama taarifa hiyo kwamba rushwa sio tu ile ambayo unatoa kabla ya huduma, bali hata unapokuwa umetoa baada ya huduma pia hiyo ni rushwa. Kwa hiyo hivyo vyote vile upaswi kutoa rushwa. Kwa hiyo chunga sana kutoa rushwa. Usije kujidanganya kwamba mimi nilikuwa namshukuru tu daktari, ama mimi nilikuwa namshukuru tu huyu jaji kwa kuniendeshea kesi yangu vizuri, mimi nimshukuru polisi amefanya upelelezi mzuri juu ya kesi yangu. Kuna namna utazuia mtu mwingine kufanywa vizuri pindi ambapo ataona kwamba sasa mbona
mtu fulani mimi alinipa kitu chochote kitu, alafu huyu hajanipa kitu chochote, siwezi nikamtendea ninavyopaswa. Hapana. Uwe daktari, uwe mwalimu, uwe nani, uwe afisa gani, fanya kazi kama inavyokutaka kufanya. Usitegemee rushwa. Mshahara wako unaongea mwisho wa mwezi.